Makofi kwao, tumahurira irohe rwega. Thank you, the praise team. Rĩu nĩ ihinda rĩega tũkũigua na presentations, nĩ ihinda rĩa wĩini na tũkwambia na choir, then the youth mũkorwo mwĩ ready. Choir.
The youth skit, kindly. This is the story of my life, na hii yote imekuwa true. Nimepitia mengi na bado watu wanasema niko juu. Biashara imenitoka hivyo na rafiki yangu nimempoteza bila sababu. Sijui nifanyeje mimi, maisha sasa imejaa masaibu. Kweli Mungu yeye ni wa maajabu. Ulisema unaokolea wanao wanaokuamini, ila mimi umenitekeza. Hadi nabaki kushindwa, kwani trusting in you ni true scam ama ni kujipoteza? Ama what's the point of believing in you? Ndio mambo yote huwa inaniendea tu mrama. Umeniondolea everything yenye napenda. Yenye iko close kwangu ni excuse of goodwill. Kwani surely which kind of love is this? Ulianzia na job yenye ilikuwa inanipea kila kitu, to the important friends wenye mimi utambua kila siku, and in all of it sijabakisha kitu. Kwani God hata wewe huna utu? Kesha district na hata saizi na umoja wa youth meeting. Niambia haraka. Created tu kiasi. Haya, kuna hiyo wewe niko na haraka, niambie. Naongea. Lakini kama Yesu yuko na misha na bado yuko. Bana, you know in the Bible it says, First Corinthians, my body is the temple of the Holy Spirit. When speaking of the Bible, kila time kufikiria my heart speaks in tongues. Unajua? Kumbuka ni ilifanyika. Mimi niliona tu gari ikikunja. Alafu tu nikasikia mbu. Nikajipata tu chini. Alafu after that hata siwezi kuambia daktari venye nilifika huko. Daktari. Uko na namba ya nini tunaweza pigia kwa karibu akuja kuona? Namba? Nini unakumbuka ya relative? Kuna namba nakumbuka. Ni 07 23 4 8. Hai. Lakini daktari sikumbuki hizo zingine. Tatulia tu kiasi. Naweza kusaidia. Nurse. Yes, doctor. Okay. Examine and tufanye the rest. Habari yako? Mzuri sana. Yes. Niko sawa. Tumefanya examination na test fulani. Examination? Tumefanya tests. Venye umekuja tumekufanyia test. Na zimeonyesha uko na tu a few cuts. Umekata tu mahali kidogo. So tutakushona hizo cuts. Kushona tena daktari? Hautasikia uchungu, tutakugandisha. Tutaganda sawa. Tutakugandisha. Alafu tushone hizo cuts. Na kuna painkillers pia utapewa ndio hiyo uchungu ishe. Si kuna uchungu? Kuna uchungu sana. Lazima upewe hizo painkiller ndio zimalize hiyo uchungu, sawa? Okay, sawa. Alafu pia kuna antibiotics utapewa ndio hakuna infection itahappen, sawa? Mbona si sindano? Utasikia uchungu, itakuwa tu dakika moja alafu ishe. Sasa hapa ninaye mgonjwa na gari langu nilonikamgonga.
naye sasa maisha yake wakati wote yaweze mtoka. Mungu, mimi kwa kweli nimechoka na siwezi tena kuvumilia. Ama yaweza kuwa haya yote ni kwa sababu ya kukosa kanisa. I know. Au ni vile niliingilia starehe za dunia hadi nikasahau kwamba wewe wanijua. Nilidhani nikiwa peke yangu naweza yote, kumbe bila wewe mimi ni bure. Enyewe nimefika mwisho na sina pengine pa kwenda. Nionyeshe njia zako na mimi mwanao nitazifuata. Kama ni ukweli vile wanasema kukuhusu, basi hata mimi nataka kukuona wewe Yesu. Nimesikia stories za vile umewafanyia na pia mimi nataka kujionea. Acha kutoka leo nikuwe a witness of your work. Yes, so youth yothe mwegoko mumire, we are having a presentation ni rwimbo ruhuthu. Kujeni mbele mwanarika yeyote inyuothe mwegoko kai. All the youths ndiramuona okai. Youthi athekai. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Sina kuomba Mungu uwasamehe. Wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingelisema. Na maadui wangu mina waombe maisha marefu wazidi kukono kinibariki. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimsulubisha Yesu bila kusita. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimkana Yesu mara 3 bila kusita. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Mama, papa, naomba baraka kwenu niondoke mimi. Dada, brother man, ebu someni kwa bidii ndio mje mjini hapa nyumbani. Sisi sio matajiri, ila tunayo akili. Chochote unachohitaji ukikifanyia kazi, yeye atakibariki. Ila wewe usisahau kuomba, na kila unapoomba niombe.
nikuombe, kwani maombi yangu pekee hayawezi. Niombe, nikuombe, kwani maombi yangu pekee hayawezi. Mama, thank you. Okay, so Elder Alice Washira will pray for the youth. Don't go yet. Tunaomba na youth. Wengi walikuwa naogopa kuimba ati ya sauti solo, lakini Mungu anatupenda sisi sote, si ndio? Kwa naona wengine wanaogopa kuimba ati sijui tutasema nini. Si hata wana watoto wa Mungu. Si tuimbe tu. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadiliki. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Tuombe. Tunakushukuru Baba wetu wa mbinguni. Ni asante kwa sababu ya wanayuthi wetu. Ni asante kwa sababu wanakupenda. Wamekuja kanisani kukutukuza mfalme wa ajabu. Tunasema asante, pokea sifa na utukufu. Ni asante kwa sababu wangeenda kwa mambo mengine, wangeenda hata kuimba huko nje, lakini umewaleta katika nyumba yako, umewahifadhi katika wema wako. Pokea sifa na utukufu, mfalme wa ajabu. Wamekuja kanisani kukuimbia. Wabariki Mungu wetu, waonekanie, zidi kuwakinga katika wema wako, zidi kuwakinga katika hatari zote Mungu wetu. Wanapokuja kanisani, tumeona Juma wamekuwa na mambo mengi, wamekuwa wakikuja kwa practice, mfalme wa ajabu. Wabariki, usiwawahi kuwawacha mfalme mwema, zidi kuwapatia hiyo roho ya kuweza kukutumikia mfalme wa ajabu. Na yale yote ambayo wanaweza kuwa wanapitia, wewe ni mwema na mwaminifu, na tunajua ya kwamba utawabariki kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Wale ambao wako shuleni, tunazidi kuwakabidhi kwako. Wale ambao wako college, mfalme wa ajabu, universities, tunawakabidhi kwako mfalme wa ajabu. Wale ambao wanafanya kazi, tunawakabidhi kwako mfalme wa ajabu. Wale ambao hawajapata kazi, tunajua kwamba utawapatia katika jina la Yesu. Hawa ni watoto wetu, tumewakinga na damu yako ya Yesu Kristo. Wanapoondoka, wakirudi, wakienda katika shughuli mbalimbali, mfalme wa ajabu, ukuwe unawakinga, ukuwe unawahifadhi na damu yako. Ni asante kwa sababu utawabariki leo na kuendelea. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mahurire irohi for the presentation. Leo tũgwĩta Elder Peter Njoroge ahoere ciana. Sorry, tũgwĩta Elder Lea Kimani ahoere ciana. Asante sana. Watoto wakuje ndio tuombe pamoja. Watoto kujeni haraka, alafu tuombe mwende kwa darasa. Tuwapigie makofi wanapokuja watoto wetu ili wakuje haraka, alafu tuombe pamoja. Amen. Tumepewa watoto ni kipawa kutoka kwa Mungu. Alafu kanisa tutakuwa tunasimama watoto wanapokuja. Nigetha tubore wĩtĩkio, nigetha tuhoe na ciana citu.
hata walimu kama wako wakuje, hata ofisa wa brigade wakuje, ili tuombe pamoja na watoto wetu. Tuboro ria twiteketie nejiteketie Ngai ithe mwene hinya wothe, mumbi wa iguru na thi, na ngetikia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witu, waciarirwo ni muiritu etagwo Mariamu, wageire ihu ni undu wa Roho Mutheru, akinyarirwo hindi ya Pontio Pilato, akiambwo muti iguru, agikua, agithikwo, agikuruka kwa ngoma, muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri akuo, akihaica iguru, na roho ikaire guoko-ini kwa urio kwa Ngai mwene hinya wothe, ni akoima kuu oke guku acirithia aria memuona aria makuite. Na ningĩ nĩnjĩtĩkĩtie Roho Mutheru, naguo kanitha mutheru mugathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo moyo ũtagathira. Amen. Tuombe. Tuweke mikono chini na tufunge macho watoto. Asante. Tunakurudishia shukurani Mungu wetu wa mbinguni kwa sababu ya kutubariki na kutufikishia wakati huu tena. Pokea sifa na utukufu. Asante kwa sababu ya watoto wetu ambao wamekuja katika nyumba yako. Wabariki mfalme wa ajabu. Asante kwa sababu umekuwa nao tangu walipofunga shule wakiwa nyumbani, wengine wamemaliza mitihani zimetokea. Tunasema ni asante, pokea sifa na utukufu. Asante kwa sababu umekuwa mwema kwao, umewahifadhi, umewakinga katika hatari zote wakiwa nyumbani. Zidi kuwabariki na kuwatenda mema mfalme wa ajabu. Azidi kukumbuka wazazi, zidi kuwabariki Mungu wetu, hata wanapokaa nyumbani na wazazi, azidi kuwahubiria neno lako kwa sababu katika neno lako tu ndio mambo mazuri yanatokea, na ndio watoto wetu tunawakinga. Hakuna jambo lingine tunaweza fanya ila kuwakinga katika wema wako. Wanapoenda kusoma, tunataka kuwakabidhi mikononi mwao mfalme wa ajabu, kwamba utawabariki wale wadogo sana ambao wanaenda kufunzwa neno lako, na wengine tunawakabidhi kwako Mungu wetu, ya kwamba utawabariki na utawatendea mema. Ni asante mfalme wa ajabu kwa sababu ya walimu wa church school wanaofanya kazi na officers wa brigade wanafanya kazi ya kufunza watoto wetu. Zidi kuwabariki, zidi kuwaonekania, zidi kuwainua, na uzidi kuwapatia maarifa ya kuweza kusomesha watoto wetu. Tunawakabidhi kwako wanapoenda, na tutakapoanza juma lingine mfalme wa ajabu, utembee na wao na sisi zote. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Magĩthiĩ irathi-inĩ ciao nĩ tũkũigua tũkĩanĩrĩrwo maũndũ nĩ karani wa LCC. Mwathani agocwo, Ngai akumio, njoera guoko na ũnjoere wega gũkorwo ũgĩka exercise hanini na tũkĩgoca Mwathani Ngai witũ akumio. Nĩ mahinda mangĩ mega Ngai atũrehe thĩinĩ wa nyũmba yake, nĩ tũracokia ngatho. Nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo na gĩkundi gitũ kĩa andũ ethĩ magĩtũtongoreria service ya mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ tũragoca Ngai nĩo gũcagũra gũtungata Ngai na gũkorwo marĩ wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ ndĩramũcokeria ngatho mũno nĩ gwĩtĩkĩra kuogoka na mbere ũmũthĩ. Mwathĩkĩra wa ushers, twacokia ngatho. Thank you our ushers nĩ kwarĩria members na njĩra njega nĩgetha metĩkĩre kuogoka na mbere, na twĩkage ũguo every time nĩgetha tũgakorwo twĩna service tũnyitanĩire hamwe tũrĩ ithuothe. Rĩtwa rĩakwa nĩ Roslyn Gacoka, na Kristo nĩ mwathani thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa, nĩ angenetie na akanjĩka wega. Nĩ ngwenda kũria gatagatĩ-inĩ gaitũ kana hena mũndũ ũkĩte gũthoma na ithuĩ rita rĩa mbere mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũkorwo wĩ kanitha-inĩ ũyũ, ngũkũria na gĩtĩo kĩnene ũrũgame nĩgetha tũkũnyitie ũgeni na tũcokie ngatho nĩ tondũ waku gũka. Thank you. Tũrĩ na ageni, tũmahũrĩre rũhĩ rwega. Our ushers and our choir kindly. Karibu ni nyumbani mwa Baba, mkisikia
Thank you. No muikare thi. Nĩ twamũnyita ũgeni rĩngĩ handũ-inĩ ha our parish minister Reverend Kamau ũrĩa ũtarĩ na ithuĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ na elders ya kanitha ũyũ iguai mũrĩ anyite ũgeni. He bahasha waheo ĩna kandi hau thĩinĩ, kindly no tũihũrĩrie details ciaku, marĩtwa maku na contact yaku na kũrĩa umĩte nĩgetha tũngĩenda gũgũkinyĩra no tũhote gũgũkinyĩra wega. Angĩkorwo ũgũkĩte gũthoma na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ na ũkorwo ũgĩthomaga na ithuĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ, watũhe details icio nĩ tũkũhota gũgũkinyĩra. Na ũrĩa ũkire nĩgetha athome na ithuĩ na rĩngĩ nĩ egũcoka kũrĩa athomaga, thiĩi na ngeithi citũ kũrĩa mũgũcoka kanitha-inĩ wanyu na Ngai amũrathime. Toguo ngugĩte ũmũthĩ tũratongorerio nĩ wana Thika, nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wao. Kiumia gĩkĩ tũkwambĩrĩria kuma mũthenya wa rũciũ nĩ kiumia kĩa Holy Week kana kiumia kĩa kũririkana na gũkũngũĩra ũhoro wa gũkua na kũriũka gwa Kristo. Ũhoro ũcio nĩ tũkawambĩrĩria mũthenya wa Tuesday. Nĩ tũgakorwo na kũbundithio gũkũ kanitha-inĩ kuma mũthenya wa kerĩ mweri 12 nginya mweri 14 na launching nĩgekwo Tuesday hwaĩ-inĩ. Morutani macio marĩambagia kuma thaa 11 nginya thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Naguo mũthenya wa Friday nĩguo mweri 15 nĩ tũgakorwo na Good Friday service na nĩ gũgakorwo na Holy Communion. Gĩthomo gĩkambia thaa 3 cia kĩroko. Koguo ithuothe twĩharĩrie nĩ tondũ wa ũndũ ũcio, nĩ tondũ nĩ gũgakorwo na gĩathĩ kĩa Mwathani ona gũka na gũkũngũĩra ũhoro wa kũriũka gwa Kristo tũrĩ hamwe ithuothe. Koguo nĩ tũraringĩrĩrio ona thikũ icio 3 cia mabundithio ithuothe twĩtĩkĩre gũka na nĩgetha tũrutwo, nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai endete ihinda ta rĩrĩ. Kuma kũrĩ LCC nĩ twanĩrĩire mũthenya wa Sunday na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwanĩrĩra atĩ nĩ tũrabatara andũ marĩ na ũũgĩ wa technology or professionals in ICT, nĩ tondũ nĩ tũrenda kwambĩrĩria kamiti ya ICT gũkũ kanitha-inĩ nĩgetha tũhote kũrora ũhoro wa mĩtambo na ũhoro wa sound thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Na nĩ twĩna andũ aingĩ marathimĩtwo na Ngai amahete iheo citigaine na nĩ tũrabatara ujuzi ũcio wa ICT nĩgetha tũhote kũrora maũndũ ma system cia kanitha. Tũkinyĩre kũgerera namba 0724 330 956 kana 0722 664 002 na nĩ tũkwaranĩria nĩgetha tũbange ũhoro ũcio. From the church school office nĩ maroria aciari arĩa othe mararĩ na ciana cirarĩkirie class 8 atĩ nĩ maraharĩrĩria graduation ya ciana icio ciothe nĩgetha ci transit kuma church school gũthiĩ to teenage, na nĩ maraoria aciari mandĩkithie ciana ciao na nĩ ngũthoma ciana iria ciandĩkithĩtio up to now nĩgetha aciari arĩa matandĩkithĩtie ciana ciao mathiĩ na mbere gwĩka ũguo. Twĩna Ruse Wairimũ Ngigĩ, twĩna Kevin Mbũtũ Gĩtonga, twĩna Elias Gĩcũkĩ Mbũgua, Sharin Wanjirũ Mwangi, Marian Wanjikũ Gushu, Jeff Mũngai Gushu, Imani Gathoni Mũragũri, Jakes Evans Maina, Lorraine Wanjirũ Maina, James Ndung'u Kamau, Aneri Esther Beta. Arĩa mateandĩkithĩtie ukinyire one of the officers wa church school na namba 0716 72 3853 na nĩgetha ũhoro ũcio thiĩ na mbere na kwanĩrĩrwo na kũbangwo. From the Women's Guild ũmũthĩ thutha wa gĩthomo gĩkĩ gĩa kerĩ kũrĩ na special AGM kũrĩ all Women's Guild full members. Nĩ gũgũkorwo na AGM thaa 8. Atumia arĩa othe mamũrĩtwo na nĩ full members Women's Guild. Mũcemanio ũcio nĩ witũ ithuothe, koguo twĩharĩrie kũ attend mũcemanio ũcio nĩ tondũ nĩ ũkwambĩrĩria after gĩthomo gĩkĩ gĩa kerĩ. From our evangelist
nĩ aratwanĩrĩra kuma wiki ĩno ĩroka rũciũ mweri 11 nginya mweri 15 gũkũ thĩinĩ wa TTC Thika Town Church. Crash program ya catechism nĩ gũkorwo kuo. Ciana iria ciothe cikinyĩtie mĩaka 12 na nĩ marenda gũthiĩ kĩrathi na gũthomithio nĩ makambĩrĩria mũthenya wa rũciũ na nĩ mareyandĩkithia na ciringi 1,000 kũrĩ our parish secretary kana our evangelist, na ũhoro ũcio ũkambĩrĩria rũciũ, koguo aciari arĩa mena ciana icio no meke ũguo. Ndĩna kĩmenyithia kĩngĩ haha kuma Madison Insurance, nĩ marĩ na recruitment ya sales representatives on a large scale mũthenya wa rũciũ nginya mũthenya wa kerĩ 11th to 12th April. Koguo mũndũ wothe kana mũndũ ũngĩenda that recruitment nĩ tũkwamba kĩmenyithia gĩkĩ harĩa nĩgetha woe more details cia ũhoro ũcio. Na haha twĩna kandi tũtũmĩirwo nĩ family ya Mama C na Baba C arĩa mararuzĩte their daughter, na nĩ maracokia ngatho nĩ ũrĩa tũramanyitĩrĩire na tũrahoya hamwe nao rĩrĩa marageragĩra ũhoro-inĩ ũcio mũritũ mũno, na tũthiĩ na mbere na kũmahoera na Ngai no egwĩka wega mĩtũrĩre-inĩ yao. Thank you. Nĩ ngwĩta the chairman wa youth nĩgetha tũhe the youth report. Mwathani agocwo kanitha. Njĩtagwo Mary Muthoni wa Wanjohi na nĩ niĩ ngũthoma report handũ-inĩ ha chairman. Na ngũthoma ũguo yandĩkĩtwo. P.C.E.A. Thika Town Church Youth Ministry consists of a group of vibrant youth ranging from high schoolers to young couple. This varying age represents a unique group that calls for creative ways of engagement. The past 2 years have seen a unique series of up and down moments, but the youth office has remained vigilant to see the planning and successful execution of various activities that bring the Thika Town Church youth together, maintaining constant growth. Some of these activities include visiting the children's home, Christmas cantata, Chapati Fest, district fellowship, skit praise, games, church Sunday topical Bible study, and others. Some of the faced include low youth turnover, lack of sufficient funds to facilitate our calendar of events. Way forward, number 1, setting up income generation activity, purchasing of new Bible study materials. 3rd, allocation of funds drive day. Number 4, constant announcements and every Sunday presentation. I would like to emphasize na he maũndũ merĩ. Wa mbere nĩ gũcokia ngatho kũrĩ kanitha ona gĩkundi kĩa andũ ethĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ ndingiuga nĩ tũkoragwo na Bible study na ĩthiaga na mbere youth office kũrĩa youth yothe, na nĩ tũngĩenda kũmwelcome inyuothe mũtuĩke part itũ arĩa matajoinĩte tũkorwo twĩ hamwe, na nĩ tũngĩ request inyuothe mũtũjoin every Sunday after the first service nĩrĩo tũkoragwo na Bible study, na nĩ tũrĩrathimagwo twĩ hamwe tũkũranie ithuothe hamwe na Ngai amũrathime. Thengio nĩ gũthikĩrĩria. Thank you. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũhoera mũhothi gwĩta Elder Peter Njoroge. Tanyagosho. Praise God. Hallelujah. Yes, you look beautiful. We take the offering. Deacon, karibuni.
tukibanga ikabu ici nĩ ngũria arĩa twĩna tithe na arĩa tũrutĩire tithe mũciĩ tũrũgame nĩgetha twambe tũhoe ũhoro wa tithe. Wale mko na tithe, wale mmetolea nyumbani, tafadhali tusimame. Ikai tũrũgame nĩgetha twambe tũhoe tũwe mũtaratara witũ nĩ ũcio. So let's pray for the tithes. Tuwaka mbere yaku Jehova tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe mawĩra, biashara, ona ũteithio ũrĩa ũngĩ wothe twamũkagĩra nĩ ũndũ wa gũtungata mĩtũrĩre itũ. Baba, tũrutĩte na maandĩko maku atĩ tũkũgerie ona tũrehe gĩcunjĩ gĩothe gĩa 10 nyũmba-inĩ yaku nĩgetha tuone ũrĩa ũgũtũririkana, nĩ ũgũtũrathima na ciana citũ na mawĩra macio maitũ. Ũtũcoke ũtwehererie maũndũ marĩa manangaga mĩtũrĩre itũ nĩ tondũ nĩwo tũrathimaga irathimo iria itangĩrehe kĩeha. Kĩririkane aya marũngiĩ nyũmba-inĩ yaku, ona ũririkane angĩ me cikaro ingĩ mwanya mwanya na nĩ meturanĩire na aya kiumia kĩhĩtũku tũkarehe gĩcunjĩ gĩaku nyũmba-inĩ yaku. Magĩka ũguo, ona tũgĩka ũguo tũreka na wĩtĩkio atĩ ciugo ciaku nĩ ikũhinga mĩtũrĩre-inĩ itũ. Nĩ ũndũ tũrahoya rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, o we Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. Tusimame tulete offering sasa. Rwĩmbo 200, we'll be singing that one. Nĩkĩwĩnda kĩo taheirwo. The pay bill is there and the account numbers. Nĩkĩwĩnda kĩo ũtaheirwo, ndirĩ nakĩo itaheirwo, menya ũhane ta ũtaheirwo, gocithagia Ngai kĩrĩa wĩnakĩo, ndeithia ngũgocithagie na kĩrĩa gĩothe ndĩnakĩo, oya ngoro, mwĩrĩ na meciria ikũgocithagie we Mwathi wakwa. Kwenda nyumbũre nĩ ndaheirwo, ũranake nĩ ndaheirwo, no nĩ ngoiga ahũthĩrwo, ndeithia ngũgocithagie na kĩrĩa gĩothe ndĩnakĩo, oya ngoro, mwĩrĩ na meciria ikũgocithagie wakwa. Ndeithia ngũgocithagie na kĩrĩa gĩothe ndĩnakĩo, oya ngoro, mwĩrĩ na meciria ikũgocithagie we Mwathi wakwa. Let's pray for the offering. Ngai witũ, o rĩngĩ tũracokia ngatho. Ti-itherũ ũtwĩrĩte tũtigokage nyũmba yaku tũtakuĩte ngatho citũ, nĩ tondũ Mwathani, igũrũ rĩa maũndũ mothe we nĩwe Ngai witũ, mũtũhei muoyo, mũtũhei maũndũ mothe mega. Rĩu tũgĩũka kĩgongona-inĩ gĩaku tũtingĩũka moko matheri, no nginya tũke na imwe cia irio tũrathimĩte nacio irĩ ngatho citũ. Baba, arĩa matambũrũkia moko mahotha na angĩ matũma na mitandao Mwathani, ciothe tũraturanĩra tũkoiga ũirathime
nigetha ihote gutungata kigongona giki Ngai, ihote kuriha maundu maria marihagwo, ona ningi Mwathani kumagaria kiugo giaku nigetha gikinye nginya kuria utoikaine. Hindi ya tugucihũthĩra Mwathani, reke na ithue kuria tucirutaga Ngai gutuike gwa kũrathimwo niwe. Kuri gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani, angĩ marũgamia ihoya nĩ tondũ rĩa mabataro mao na nĩ ũmoĩ Ngai, kana nĩ wĩra, kana nĩ ndwari, kana nĩ kĩĩ gĩothe kĩmagũmĩire Ngai. Tũrahoya atĩrĩrĩ, nĩ tondũ wa wĩtĩkio wao, reke ũndũ ũcio ũtuĩke wa gũkinyanĩra, na tũrahoya twĩtĩkĩtie tũrĩ Jesũ Kristo we Ngai na mũhonokia wa mĩtũrĩre itũ. Amen. Nĩ wega, thank you elder. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩega tũkũigua tũgĩthomerwo kiugo kĩa Ngai mathoma merĩ, na nĩ tũkwĩrwo kũrĩa maumĩte nĩ athomi. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo kanitha. Ithoma ritũ rĩa mbere rĩkuma ibuku-inĩ rĩa maũndũ ma Alawii 8 kuma kamũhari ka mbere nginya ga 9. Ĩrauga ũũ: nake Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, oya Harũni na ariũ ake na ariũ ake me hamwe nake, ona nguo iria cia wĩra wa mũthĩnjĩri wa Ngai, ona nguo iria cia wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai, na maguta marĩa maitanagĩrĩrio, na ndegwa ĩrĩa ya igongona rĩa mehia, na ndũrũme iria igĩrĩ, ona gĩkabũ kĩrĩa kĩa mĩgate ĩtarĩ mĩimbie. Ũcokanĩrĩrie kĩrĩndĩ gĩothe mũromo-inĩ wa hema ya gũtũnganwo. Musa agĩgĩka o taguo Jehova amwathĩte. Kĩrĩndĩ gĩgĩcokanĩrĩrio mũromo-inĩ wa hema ya gũtũnganwo. Nake Musa agĩkĩra kĩrĩndĩ kĩu atĩrĩ, ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa Jehova athanĩte wĩkwo. Nake Musa agĩgĩtwara Harũni na ariũ ake hau, akĩmathambia na maĩ. Agĩcoka akĩmũhumba kanjũ na akĩmuoha mwĩhotoro, na akĩmũhumba nguo iria ingĩ ndaya, agĩkĩmwĩkĩra ebodi. Ningĩ akĩmuoha mwĩnyitio ũrĩa ũgemetio wega wa ebodi, akĩmuohotara naguo. Ningĩ agĩkĩmwĩkĩra gakuo ga gĩcoka, akĩmwĩkĩra kĩremba mũtwe, na mwena wa na mbere wake agĩgwĩkĩra gathũma ga thahabu. Nako nĩko gatanji karĩa gatheru, o ta ũrĩa Jehova athire Musa gwĩkwo. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nĩ ndathoma, njĩtagwo John Ndung'u. Jehova nĩ mũhonokia na mũrĩithi wa ngoro yakwa. Mwathani agocwo. Ithoma rĩa kerĩ rĩkuma ibuku-inĩ rĩa Ahibirania 3 kũrutia 1 nginya 6. Tondũ ũcio, ariũ a Ithe witũ atheru, o inyuĩ mũgwatanĩire ũhoro wa gwĩtwo ũrĩa umĩte igũrũ-rĩ, cũraniai ũhoro wa Jesũ, o we wĩ wa kwĩhokeka nĩ ũrĩa wamũtuire ũguo, o ta ũrĩa Musa nake arĩ na kwĩhokeka maũndũ-inĩ mothe ma nyũmba ya Ngai. Amu Jesũ atuĩtwo wa kũheo riri mũnene gũkĩra Musa, kũringana na ũrĩa mwaki wa nyũmba arĩ wa gũtĩĩo gũkĩra nyũmba yo nyene. Nĩ ũndũ-rĩ, gũtirĩ nyũmba ĩtarĩ na ũrĩa wamĩakire, ĩndĩ mwaki wa indo ciothe no Ngai. Nake Musa ti itherũ arĩ wa kwĩhokeka maũndũ-inĩ mothe ma nyũmba ya Ngai, arĩ na ndungata, nĩgetha atuĩke mũira wa kũmenyithagia mohoro marĩa gũkaheanwo thutha. No Kristo akĩrĩ
mũriũ arĩ na kwĩhokeka atuĩtwo mũnene wa nyũmba ya Ngai, nayo nyũmba ĩyo yake ĩyo nĩyo ithuĩ, tũgĩikaraga o nginya ithirĩro, o tũrũmĩtie mũno ũhoro witũ wa kũrũmĩrĩra ona kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa twĩrahaga nĩ ũndũ wakĩo. Ithoma ritũ rĩgũkinya hau, na Ngai arathime ciugo cia mbuku yake theru, narĩo rĩtwa rĩake rĩamũrwo na rĩgocagwo. Rĩtwa nĩ Mũthoni wa Wanjohi, na Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Tũkũrũgama na igũrũ tũine rwĩmbo rwa gwĩta mũhunjia, rwĩmbo iria njerũ 133 na iria ngũrũ 106. Ndihota gũconoka rĩu. Ndihota gũconoka Hare adore
Rekei tohoe. Dear Heavenly Father, we come before you. Tunakuja mbele zako Mungu tukisema wewe ni Mungu mkuu waweza yote Baba. Na tumejua ya kwamba Mungu pale msalabani Mungu ulitukumbusha yale ambayo ungetaka tufanye Baba, na ukatufanya tuwe viumbe safi Baba. Tutakaposikiza neno lako tuomba unene na nyoyo zetu Baba, na utubadilishe tuwe viumbe vipya, na ili tuishi kulisifu jina lako, na watakao tuona Mungu Baba wakupe neema Baba. Katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Mwathani agoshwo. Maritwa ni John Githinju Ashira. Ndirohoya kurekerwo. Nitaomba nitumie lugha ya Kiswahili nichanganye pamoja pale na ndimi za Kizungu. Mwanipa ruhusa? Yes, Kikuyu si kikombe cha chai kwa wengi wetu sisi wanarika. Yes, na hatutaki kusema. Unajua Kikuyu unaweza sema neno moja ubadilishe mood ya mtu na sio vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tunao wanarika miongoni mwetu. Tunaweza simama hiyo. Kama unajua uko na miaka 30 na kupungua, going down, reducing. The challenges have already begun. Kama unajua ni mwanarika, hapo on your feet. Tusimame tafadhali. Hawa ndio viongozi wa kesho. Tuwapigie makofi. Tuweza keti. Na tusipochukua fursa ya kuelimisha katika neno la Bwana, tupate miaka imesonga na viongozi wa kanisa hatuna. Hapo ni kweli. So leo tungetaka tuseme ya kwamba tumeona mkono wa Bwana akitembea nasi kwa hiyo wiki iliyopita, kwani tumekuwa na hiyo wonderful youth week, tumefanya skit, tumefanya presentations, tumefanya mambo hapa na pale, na pia tukamaliza na kula mbuzi. Bwana asifiwe. Ningetaka kusema ni asanti kwa wazazi wetu wale ambao mmetupa pesa, mmetupa wakati wenyu, mmetuombea, mmefunga na kuomba ili tuweze kuwa hapa siku ya leo. Tunasema ni asanti. Kama ungeweza kuomba na ungeweza kutuombea sisi kama wanarika, tungekuwa tulipotea kitambo. Mungu awabariki, Mungu azidi kuwazidisha, na Mungu angalie msije mkawai kosa kitu chochote. Mungu awabariki. Haya, katika theme yetu ya hii wiki kwa Kiingereza inasema consider Jesus Christ. Tuambie aliyo kando yako, consider Jesus Christ. Kwa Kiswahili sijui ama ningesaidiwa na mwalimu anipe ndio nitumie ile ngeli inafaa. Kuconsider kwa Kiswahili tunasema ni kutafakari. Tafakari ya babu, tafakari ya Kristo. Bwana asifiwe. Haya, so kutafakari mienendo yetu na kumchagua Yesu juu ya mambo yote. So leo ningetaka tujiulize, sisi ni akina nani? Who are we? How many of us, wangapi wetu tumeulizwa who are you? Wewe ni nani? Umebisha mlango pale au umepatana na ule askari akakuuliza wewe ndio nani? Na wakati wengine sisi tunasikia tumekosewa, kwani unapata wewe una cheo sana, unashangaa hii ni swali lililo vipi? Na sasa leo tunataka tuangalie sisi ni nani katika Christ. Who are we in Christ? Yani, what is our identity? Na katika kitabu cha Yeremia 1:5 Biblia atuambia ya kwamba Mungu alitujua mbele ya tuzaliwe. Bwana asifiwe. That before we were born, the Lord knew us. Alijua ya kwamba utakuwa hapa leo na utakuwa ukinisikiza. Regardless ya kile ambacho umepitia, regardless ya kule umetoka, unamjua nani, mtoto wako ni nani, unapata ya kwamba Mungu alikuwa anajua hayo mbeleni. Pia Mungu azidi kutuambia katika
1 Peter 2:9, Petro wa kwanza 2:9, asema sisi tumechaguliwa, yani we are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Ya kwamba Mungu anatuambia sisi ni watu wa dhamana. Bwana asifiwe. Tusijione watu hivi hivi, sisi ni watu wa dhamana. Ya kwamba hata vile ungesimama pale ubishe mlango, askari ya kuulize kwani wewe ndio nani, na wewe unasikia ya kwamba mimi ndio kiongozi, mimi ndio chairman, mimi ndio ule ambaye amepewa kile cheo. Tunataka tujiangalie kama binafsi katika Kristo sisi ni akina nani. Biblia yasema ya kwamba for we are God's handwork created in Christ Jesus to do the good works which God prepared in advance for us. Ya kwamba alitutenga kando ili tukuje tukamtumikia yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Tuzidi kujiuliza ya kwamba kuwa Mkristo yamaanisha nini kwetu? What does being Christ-like mean to me and you? Yani Kristo anamaanisha nini kwetu? In Christ Jesus we were given grace before the world was created. Ya kwamba Mungu alitupa neema mbele ya dunia iwe. Ya kwamba hata mbele upitie kile ambacho unapitia wakati wa leo, Mungu alishaachilia neema. Ya kwamba whatever you are going through right now, God had already graced you before, because he knows you before you were born. Alikujua mbeleni, na pia ensure ya kwamba your identity still remained, and na grace yako pia akafanya juhudi ensure ya kwamba utaipata even in the time that you need it most. Tunaendelea na kusema ya kwamba tukijiuliza sisi ni nani katika Kristo. Kuna wakati ambapo tunasikia ya kwamba tumekosa, kwamba tumefanya dhambi, ya kwamba hatuwezi simama mbele ya Mungu na kunena ya kwamba ati yeye ndiye Mungu wetu, ya kwamba hatuwezi, tunasikia hiyo aibu, tunasikia uzito wa roho zetu. Lakini leo, siku ya leo, tunakumbushwa ya kwamba Mungu ni Mungu wa kutusamehe sisi wote. Praise God. Bwana asifiwe. Ya kwamba we are serving a forgiving God, Mungu ambaye anasamehe maovu yetu. Ya kwamba haijalishi pale ulipo siku ya leo, haijalishi wewe wajiona vipi, haijalishi vile wewe kama binafsi unajiona, what is your identity in your own eyes. Na siku ya leo Mungu anatuambia kwamba yeye ni Mungu wa kusamehe dhambi zetu. Pia tuambiwa ya kwamba ndani ya Yesu tumefanywa viumbe vipya. Bwana asifiwe. Kuna vile tulikuwa tunaishi pale mbeleni, na kuna vile ambavyo tunaishi tulipomjua Kristo, na kuna tofauti. Na wakati mwingine unapata ya kwamba vile tunaishi sasa ndio inatumika kuhubiria wengine. Saa zingine hauhitaji kusimama hapa kama nilivyosimama ili uweze kunena neno la Mungu. Labda ni vile jinsi unavyokaa, jinsi unavyovaa, jinsi ishi na wengine, jinsi unavyosaidia wengine. Wakati mwingine unapata ya kwamba kuna mahubiri mengi katika vile tunaishi. So unapata ya kwamba sisi tumefanywa viumbe vipya. So matendo yetu na kila kitu ambacho Mungu ametupa neema ya kufanya inawanenea wengine wengi. Kunazo ahadi Mungu ametupa, na hizi ahadi haziko mahali kwingine, ziko katika kumjua Yesu, ziko katika like identifying yourself with Christ. There are some blessings that are tied to that, ya kwamba tukijishikanisha na Kristo kunazo baraka tutapata. Lakini sasa tuwajiuliza, baraka ziko ndio. Mungu ametupa ahadi, promises. Na akatuambia promises zake hazitakuja kukosa, they will never fail. Na kwamba Mungu ni mwema,
God is always good. Psalms 119:68. Na kuna vitu ambavyo pia tunaambiwa Mungu ataishi kuenda nasi. Musa aliangalia akasema, safari iliyo mbele yangu sioni mimi nikienda peke yangu. Na kama hauendi nami, sitaki kusimama hapa niseme ya kwamba nitayamudu yaliyo mbele yangu. Na akamwambia Mungu, kama huendi nami mimi siendi. Like God, if you don't go with me, I'm not going. Because I don't know the magnitude of the fight that I'm going to set up and fight. Ya kwamba sijui nitapigana vita vilivyo ngumu kiasi gani kama nitaenda peke yangu. And that's why we say it's not by might, it's not by power, by the grace of God that we are here. Si ati ni juu because, si ati nilijisikia asubuhi nikakuja, no. Today I'm having a call, by the way. I didn't all have this call today when I was being told I will preach. Na kama ningejua labda ningekunywa ndimu zingine mingi sana na niombe sana. But it happens. So sometimes when we choose to walk as ourselves and put Christ aside, we stand to suffer. Ya kwamba ukiweka Mungu pale nyuma, kama vile tunaambiwa hadithi ya kwamba kunaye aliyetumwa apeleke mayai, na wakaona hii safari tumechelewa, wacha tukimbize gari, na wakaweka mayai yao pale nyuma kwa ile pickup, na wao wakaketi mbele, wakakimbia wakasema, sasa hiyo mayai iko nyuma, wacha Kristo akaya hapo, hii mayai isikufe, si tufike salama, tukimbie. Na walipopata ajali pale, hakuna yai hata moja lililovunjika, lakini wao hawakubaki. Yani Mungu ukimweka pale nyuma atakaa tu. We normally say that Jesus Christ is a gentleman. He cannot force himself on us. So umemweka Mungu wapi siku ya leo? Mungu amaanisha nini kwako siku ya leo? Tuambie Mungu atupa nguvu katika maisha yetu. Inaweza kuwa labda siko hapa, na kama nikisema hivi, kulikuwa na kazi tulikuwa tunafanya jana, na hadi saa hii ninaposimama hapa nimelala tu masaa 2.5, lakini si kwa nguvu yangu. It is not by my will. I have a call. It's not by my will that I'm standing here, but ni kwa nguvu za Mungu. Because sometimes when you're in Christ Jesus, there's a way that he gets into you and he takes control. It's like an autopilot. Unapata ya kwamba sio wewe unachukua usukani. Ndio maana unasikia mtu auliza, mimi nikiokoka nitaachaje pombe? Nitaachaje hii mambo ya corruption, ufisadi? Sio kazi yako, and that's where we go wrong. Hapo ndipo tunapotea. Kwani unataka kuchukua kazi ya Mungu uifanye wewe, uchukue usukani useme Mungu wewe kaa nyuma hapa, mimi ndio kiongozi. Na tuwakosea. Kwani unapata ya kwamba pale Mungu utamweka atakaa. If you give God your heart, he'll stay there. So we tend to take our own battles. We walk with our own selves. Tutembea tusema sisi wenyewe tutaweza. Na tunaenda tunaumia. Then we start asking ourselves, kwani sisi ni nani? Yani Mungu hakwenda na sisi, Mungu ako pale ulimuacha. Mungu atuambia kwamba anatuahidi kuongezeka katika maisha. Like utapata nyongeza ya kila kitu unachotamani. Na ya kwamba Mungu ako na mpango kwa maisha yetu. God has a plan for us. Plans to prosper us and not to destroy us. So zingine tuwapitia mambo magumu ya kwamba tuwakosa imani. Tunasema ya kwamba okay, I lost my wife, I lost a very close friend, and kama tulivyoona sinema iliyocheza. Na tunapata fursa na nafasi mzuri ya kuuliza Mungu, mbona ulifanya hivi by the way? Na bado unasema unanipenda.
Saa zingine unajua tuangalia na macho yetu. Like we're looking at it from our own identity. Lakini hatuoni jinsi Mungu anavyoona. But kile ametupa ni ametupatia ahadi ya kwamba ninazo mipango mzuri kwako. So whatever is happening in our lives, it is not for us to understand. That's why we get it wrong. But for Christ to guide us. Atuelekeze ili tupate kuishi jinsi yeye atakavyo tuishi. So we end up taking matters in our own hands, trying to solve things, and mambo yanakuwa magumu zaidi. Umewahi jaribu kutatua kitu na jinsi wewe unavyoendelea ndivyo kunaendelea kuharibika, na kila mtu anakuangalia, sasa wewe ungengoja. So sometimes mara mingi si tuajiachilia kama wanarika. Tunasema hii kitu si nikikuwa hii kitu nitatengeneza. Ati ya kwamba mimi nitakuja kile mimi nitafanya kwanza. Mimi acha kwanza nianze kuomba siku 2, then nikuje nipige wiki fasting. By that time nikifika hata mwezi nitaweza kuchapa. Hiyo itakuwa uongo, nisikudanganye. Lakini ukikuja jinsi ulivyo, kama as you are, the Bible says, Mungu apate kunena na roho yako, akuinue, akunyanyue jinsi pale chini pale ulipo, na badilishe nyoyo yako. Badilishe moyo wako uwe safi kama theluji. Upate kung'aa na wengine waone jinsi ulivyong'aa, wakuje kwako. Waseme huyu Mungu ambaye unamwabudu mimi nataka kumjua. So siku ya leo tujiulize, sisi ni nani katika Kristo? Labda tulianza na kuomba first love. Tunaomba na bidii, kanisa unafika wa kwanza, unapanguza viti pale, wafanya nini? Women's Guild wameitwa, unabaki, hata wewe ni wa mwisho kutoka hapa. Karani pale anaandika, katibu wanahesabu pesa, wanafanya kila kitu. Lakini sasa ikafika mahali labda nikampoteza mpendwa. Sasa mimi nimekuwa kanisa hii wakati wote, lakini ile wakati ninawahitaji wafuasi wenzangu hampo nyinyi. Unapata ya kwamba hakuna aliyeweza kusimama na wewe akupe labda fedha kidogo upate kupumzisha aliyekuacha. Na saa zingine tuwabeba hii kwa nyoyo zetu. And sometimes we compromise our identity because somebody did not do something for you. Somebody did not hakufanya jinsi wewe ungetaka akufanyie. And we start to shy off. Tuondoka kanisa, tuasema mimi kama hiyo ndio kanisa wacha ikae, na tuondoka. We compromise on our identity. So mimi hata kama nikukuja mapema, mimi wacha nikuje late. Si hata wengine wanapanguziwa viti na wanaketi. Mimi wacha tu nikae hapo tu. So like we start to slack off, we veer off. And in the very end we find that we don't even know who we are. Then kitu kubwa, God has an interesting way of getting our attention. Jonah alimtoroka Mungu. Lakini ile wakati ambapo alithania ameweza, because he actually even traveled further than he was sent. He was swallowed by a fish. Maybe what you thought was a solution for you, from your own thinking, from your own identity, brought you into more problems. Ati unajaribu kutafuta suluhisho. Unajiuliza sasa, nitafanya nini? I used to come early. Sasa unajaribu kuomba hauwezi. Unajaribu kutafuta contact, nani nitapigia tuombe? Hakuna. Because slowly you've been fading away. What is your identity? Wewe ni nani? Jiulize, mimi ni nani? Kama Githinji mimi ni nani? And trust me, all of us have sinned and fallen short of God's glory. Si ati ya kwamba ati mimi niko sawa ati ndio maana na preach hapa siwezi kosolewa. No, we are all sinners, and it is in our routine to keep on praying and repenting. Tuomba msamaha, Mungu atusamehe, kwani amesema
He's faithful and just to forgive us when we ask of him to. Na tupe neema na hekima kujua jinsi tunafaa kuishi. And we say that his promises are yes and amen. And whatever God says he'll do, he will do it. It doesn't matter what happens. Sisi ndio tunaonanga ya kwamba yale mambo ambayo yametendeka, enyewe hii plan ya God imekuwa interfered with, I need a plan B. You compromise your identity and you walk away from Christ. So leo tujiuliza sisi ni akina nani? It has been 30 years so far. Who have I been? Who am I now? And this leads us to us asking ourselves, tujiuliza, sasa mimi na venye niko, I'm still struggling with some things. I'm unlovable. But God tells me that I am forever loved. Ya kwamba Mungu ananiambia ananipenda vile nilivyo. But whatever I see as a weakness and as something that is not pleasing to him, he knew I would go there. He knew I would struggle. He knows me. Na anasema ya kwamba ananipenda. Mimi nasema niko na alama, nimeumia, nimekuwa mgonjwa, siko sawa. But Mungu asema ya kwamba mimi ni mponyaji wako. I'm your healer. And I dare you today, raise up a reason that you can question God. Maana unasema sipendwi, anakuambia I'm forever loved. Unasema ya kwamba Mungu mimi nimeumia, mimi ni mgonjwa, anakuambia I'm your healer. Ya kwamba ile wakati unatembea unapata ya kwamba umeumia, anakuambia mimi ndio nguvu yako. That when you're weak, I am strong. A story is told of somebody alikuwa anatembea na Mungu. Sometimes you're walking on the sand, na unaona venye unatembea kwa sand unaacha alama za miguu yako. Akaangalia kafuata alama, akapata kuna mahali zilikuwa 2 pairs, zikafika mahali ikakuwa ni pair moja. Akashangaa, ai, kwani kuliendaje? Akauliza, kama nakumbuka vizuri, wakati huo ndio nilikuwa napitia shida. Wakati huo ndio nilimpoteza ninayempenda. Wakati huo ndio nilikuwa nina struggles za kibiashara. Wakati huo ndio ndoa yangu ilikuwa inaanguka. Mungu, mbona uliniacha? Na hiyo wakati Mungu akwambia, hiyo wakati huo ulikuwa haukuwa na nguvu. You are too weak that I had to carry you. Sometimes we fault God because we've not seen of how he works. We fault God because tunaona ni kwamba hapo Mungu ni kauli niacha. Who told you that you are walking that time and he had to carry you? Sometimes we take it for granted kuamka na kuja hapa. And what about those people who never woke up? And there are many. So let us ask ourselves, where is our identity? Sisi ni akina nani katika Kristo? Tunasema sisi ni watenda dhambi, atuambia yeye ndiye mwenye msamaha. Tuambia Mungu tulikuwa tumepotea, anasema I adopted you. Nikawachukua muwe wangu. I'm broken. Ya kwamba mimi siko sawa. We have been broken by things, by situations, by people. But Biblia yatuambia ya kwamba yeye ndiye atufanya tuwe pamoja, yani he makes us whole. Ya kwamba tumekataliwa, we've been rejected. But Mungu anasema nyinyi ni wangu. Mumekataliwa ndio, lakini nyinyi ni wangu. Kidogo tunaangalia tunasema, mazee niko peke yangu. Hii shida napitia peke yangu. Hata sina mtu wa kunisaidia. Na Mungu anasema kila wakati yako nasi. He is always with us. Why don't we see God? We are busy, we are not listening to him. Tumetune mind yako. Mtu ukisikia kitu bomu imepasuka hapa, you will hear that. But there's that silent prayer that God is speaking to us, just as the poster was, the unspoken word, the unspoken prayer. God speaks in a still small voice. But when you're busy with your business, when you're busy with your challenges, when you're busy with other things, you will not hear him.
But that doesn't change that fact that he is speaking and the fact that he's still there. Mara mingi tunasema sisi hatujiwezi, we are helpless. But God is our helper. I'm purposeless. Wengine wanasema mimi hata sijui talent yangu, mimi hata sijui nini, nimejaribu biashara. People that go to campus, you start with one course, you do another one. Ukimaliza campus, you've done almost 4 courses, dropping along the way. Unajiambia mimi hata sijui, I'm purposeless. But the Bible says that God created us with a purpose, every one of us. And we just need to seek him to guide us to knowing anataka tufanye nini na maisha yetu. Mara mingi tunasema tumekosea na tumeanguka, tumechafuka. That I have failed. I'm pretty sure all of us have failed in one way or the other. Unafanya mtihani na unaona hiyo matokeo, my friend. So tukiwa shule vile unapatia wale wamepita unapewa hivi, wale wengine tunakunjiwa. Unaambiwa shika. Na wewe ukiona umekunjwa unajua hapo it is not something that is worth showing anyway. But sometimes we fail in life. But God is reminding us, anatukumbusha ya kwamba that we are victorious in Christ Jesus. Saa zingine tunasema tuko na uoga, we are worried, we are anxious, we are afraid. And he said, I am your peace, and be filled with peace. We say I am happy, and we normally say that we are unhappy. Hatuna furaha sisi, tuna huzuni sisi. But I'm joyful and filled with joy. The Lord is our joy and our strength in a time of need. Wengine tujiangalia tuwasema kwamba wakati huwe masaibu mingi nini, I'm worthless. But God says Jesus died because I'm worth something. Bwana asifiwe. Ya kwamba Mungu alikufa kwa sababu sisi wa thamana. Right now I would ask you to spend some time and meet somebody that you know at a waste time yako, I'm pretty sure you not show up, you not even pick their calls. But Christ died for us because we are worth something to him. Then tujiuliza katika Biblia nani akina nani ambao walipitia shida ambazo tuwapitia siku ya leo, yani hawajijui wao ni akina nani. Do we have characters in the Bible, we ask ourselves, who went through a crisis of identity that we are in today? Mmoja wao ni Moses. Moses akiwa mdogo amekuwa hapo, amefichwa, ameingia, amekuwa grandson wa Farao pale. Akalelewa, akakuwa kiongozi na pia akafika mahali. But he never forgot who he was. Aliishi kukumbushwa na mamaye. And one day he gets very angry when somebody was trying to fight. Kama vile usikia mtu anaongea vibaya kuhusu labda rafiki yako, labda mtoto wako, labda mzazi wako, pia wewe utasimama hapo useme hapana, utafanya hivyo. So that is what he did. It's the normal natural things to do. And in the process he killed somebody. Na akaona hapa nimekosa na akatoroka. Ukumbuke huyu alikuwa kiongozi mkubwa sana, lakini sasa huyu ndio huyu hapo kwa wilderness, going round for 40 days. Ya kwamba wewe ulikuwa wale kiongozi, ulikuwa ule kiongozi unafanya uamuzi wa vitu kubwa kubwa, lakini wakati huu siku wa leo huwezi simama hata ukasema kitu, kwani heshima hakuna. Mambo mengi yamekuondokea na sasa uko katika hali tabani. So tunajiuliza siku ya leo, just as Moses, God, he had to light up a fire. Lazima angewasha mti pale uchomeke. Right now if you saw a burning tree, I'm pretty sure you would not even stop and think about it. Today if it was announced that Mount Kenya is burning, you don't even worry about it. That time it made sense because livestock was what was their sense of wealth. Ya kwamba kila kitu ambacho wangependa kuwa nayo kwa wingi ilikuwa ni au mifugo wao. Na wakati unapata chakula ya mifugo inachomeka, pia wewe waogopa. Na ndio maana akakaribia pale.
and he was reminded of his identity on what he needed to do. Jonah akiwa pale kwa tumbo la samaki akaambiwa, akakumbuka the days that he spent in prayer, he was reminded of his identity. And today we have reminding ourselves, what is our identity? Tunajiuliza katika Kristo. Peter, he struggled most. Akamkataa Yesu mara 3. How many of us wameulizwa pale kazini waambiwa, ni aje? Tuombeshe chai ama tuombe tuanze mkutano. Wewe unajua ni wa kanisa, unajua ni wa P.C.E.A, wewe ni wa guild, wewe kwanza unanyamaza, ukaacha mtu mwingine kwanza ainue mkono, mimi nitainua baadaye. As in, like it is never like the first thing to do, because are we ashamed of our identity? Ya kwamba tukisimama hapa mbele tuseme tumeokoka, kwani like Mungu anafeel ni kama kwani tunamkana? Do we really know what our identity is? So Peter denied Jesus 3 times. Mbona alifanya hivyo? Was it he wanted to fit in now asi wenye wanaota moto? Mimi hata simjuangi huyo mtu, hatukuangi pamoja. I mean, have you ever found yourself in that situation whereby you are feeling to not identify yourself with somebody or something because you're distancing yourself because of what you think is the status quo? Have you let troubles steal your identity? We are told of the parable of the sower. Akachukua mbegu akasema mimi naenda pale shambani kupanda hizi mbegu. Zingine akibeba, zingine zikaanguka mchangani, zingine kwa mawe, zingine ikaingia in good soil. Some tried to grow, they were choked. Some did not even have the foundation of deeper roots, na zikaisha. What type of Christian are you? And where are you rooted? Where is your identity? Mwishoni ningetaka kuuliza, tumesikia haya mambo yote. Na tujiulize, what is the cost that we need to pay for us to restore our identity? Ya kwamba nini ambacho tunahitaji kufanya ndio tuweze kumrudia Kristo na tukumbuke jinsi tunafaa kuwa, like tukumbuke sisi ni akina nani katika Kristo. We serve a God of a second chance. Do you feel that you have lost a chance? You've lost a dream, you've lost business, school, marriage, name it. God is calling us today. And the first thing we need to fix, we don't need to fix our business, we don't need to fix anything, we just need to fix our relationship with Christ. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and the rest shall be added unto you. Mbona wajaribu kusuluhisha? Mwachie Mungu. Sometimes we take God's job, we want to solve our own things, and kitu inaenda tunasema inaumana, inakosa kufanyika vile ungetaka, na tuarudi pale kwa Mungu kumlilia. Mbona tusiachilie Mungu ambaye anaweza yote? Because whatever he said he will do, he will do. Though it may tarry, it shall surely come. Why do we get impatient? Tujiulize siku ya leo. Do we need to kneel down and pray? Do we need to repent? That we may realize our identity in Christ. And our theme for the youth week has been consider Jesus. Kile ambacho wapitia leo, siku ya leo, tafakari kumchagua Yesu. Tafakari. Think about it. We have spoken of so many promises that he has said, ametuambia hapa. He said that he's our forever love, he's our healer, he's our strength in times of need. Tusimuishie huyu Mungu. Why does it get hard? And what price do we need to pay? Finally I will say, the Bible says in the book of John, 1 John, Yohana wa kwanza,
1:9. We are reminded that if we confess our sins, he is faithful and just to cleanse us from all forms of unrighteousness. Ya kwamba tukimwomba Mungu atatusamehe. Na hili si kitu ambacho tunahitaji kufanya siku moja na tutulie tuseme ni hivyo tumeweza. It is just like the way we take a bath every single day. It's something that we keep on doing. Because sometimes you don't need to do anything for you to sin. By just thinking of some things, kuna vitu ambavyo unapata umekosea hata bila kukosa. A small girl aliuliza father, mtu anaweza ishi 1 month bila kusin? Kaambiwa hapana, hiyo noma. Ambia hapana maziwa ni father, wewe niambie ukweli. Iwezekani hata mimi mwenyewe siwezi. Haya. Kafikiria. Kauliza, na wiki moja si kitu kubwa, 7 days. Nikae 7 days na sikosee. Father anaangalia, akasema hapana wewe bado. Utakosa bado. Akaangalia akaona na siku moja 24 hours Na hata hizo hours 24 nusu nimelala na bado nitakuwa nikikosea. Kamza father, unasema nitakuwa bado nimesin? Is it possible for a man to remain righteous siku mzima siku amekosea? Kaambia hata hiyo ni ngumu. Huyu mtoto this girl started getting tired. Ako like then sasa nikuulize, she's almost giving up. Is it possible for somebody to remain righteous and asikose for a moment, just a moment? And father smiled at the girl and said, yes, it's possible. And the girl was, even in her little ignorance, she spoke a lot of wisdom and said, I would rather then divide my life into moments that I may not sin against my God. Praise the name of the Lord. Labda tunahitaji kujigawanya in a way that we have to continuously cleanse ourselves. Tujikumbushe sisi ni nani katika Kristo, ili tubaki tumesimama vile ambavyo angetaka si tusimame. So siku ya leo twakuuliza, just as theme yetu ya wanarika yasema, ungetaka kumchagua Kristo awe mwokozi wa maisha yako, aweze kutembea nawe katika kile ambacho wapitia siku ya leo? Ask yourself this day, analyze your life. No one of us is perfect, me included. Would you rather choose Jesus than just go by your own? Today I present to you and I tell you, you'd rather consider Jesus. With all the benefits that we've had, kwa kila ambacho ametuambia, ahadi zote ametuzitaja hapa, and with all that he is in our lives today, consider Jesus. You don't have to rush here and say that I want to get born again. That one is important. If you need to do it, do it. If the Spirit is pushing you to do it, do it. But I pray that God stirs our hearts enough to consider him. Uende hapo Mungu asikupatie amani. Unajaribu kusolve vitu peke yako. No, don't. Just surrender to Christ. And it is not your job to try and stop what you're struggling with. Hiyo ni kazi yake. Yours is to surrender. And that is the biggest thing. To humble yourself and surrender. That is the biggest job yenye ametupatia. Na kutoka hapo atachukulia. Things they will fade off. Moments will go, but his word will still remain. And he's faithful with us to the very end. Bwana asifiwe. Mimi ningetaka kukomea hapo. Kama kuna yeye angetaka kumpa Kristo maisha yake, tuko hapa na aweza ongea nasi ili tumpeleke katika hiyo taratibu. So let us bow down and pray. Tuombe. The Heavenly Father, we honor your name. Tunasema ni asante kwa kila ambacho umetufanya katika maisha yetu. Tunajua Mungu sisi hatuko kamili. We will be lying if we say we are complete, God. We have failed, Jehovah God, in so many ways, oh Lord. And we are imperfect people loved by a perfect God. Jehovah God, you don't even deserve, Jehovah God, to be here today, Lord.
But we're asking you, Jehovah God, give us grace, Lord, to accept that it's not our job, Lord, to handle your work, God. Tukubali ya kwamba Mungu ya kwamba tunaweza soma Baba. Ya kwamba hatujatosha Baba. Tutaumia tukienda peke yetu Baba. Tuomba Mungu utembee nasi Baba siku ya leo. Tushukie kama binafsi, kama wanarika Mungu tumepotea. Tubadilishe Mungu, tuwe vimbe vipya Baba. Na kama kunaye miongoni mwetu Mungu Baba ambaye hajakupa nafasi Baba, mwambie sio kazi yake Baba kufikiria jinsi anavyofaa kuishi ili akutafute wewe Baba. Lakini tuomba Mungu tukumbuke Baba. Tupe nguvu Baba ili tuweze kusimama na wewe Baba. Sio rahisi Mungu, mara mingi tutajaribu na tutaanguka Baba. Lakini tunaomba Mungu wangu, tunaomba Mungu tushukie Baba na utupatie neema. Tulipopotea Mungu Baba tukumbuke. Kwa niaba ya viongozi Baba tuwaomba, tukumbuke Baba. As we carry the pain of the country, Lord, as individuals, God, remember us, oh God. It's not easy, Father. Let your grace, God, just grace us, God, to move with you, Lord. Jehovah God, your message is not easy to bring. But Father, remember us, oh God. Give us strength to make the decision, oh God. Tusipotee, God, tusipotee. Heal us. Tuponye moyo yetu Baba, ili tuishi maisha ambayo ya kupendeza Baba. Tuomba katika jina la Yesu na kuamini. Amen. Wehoke mwathani rũgendo-inĩ na mũmenye wegũtarĩ kanja, ona wona thĩna tiga guoya, wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo. Mwathani agocwo kanitha, ũgũkĩra ũcio ũngĩ ũmwĩre thugunda Jesu no tuĩke take. Thugunda Jesu no tuĩke take. Nĩndecũrania mũno gwetha kiugo kĩu, consider Christ na Gĩkũyũ, and ũguo nĩguo twerwo, thugunda Jesu no tuĩke take, no ti tuĩke we. Gũtirĩ mũndũ ũngĩtuĩka Jesu, nĩguo. Koguo Ngai amũrathime mũno. Just a quick reminder, tũraririkanio kuhusu Holy Week, ne climax ĩgakorwo on Friday. Na tugakorwo na service ĩmwe kuma thaa 3 cia rũcinĩ, and we will be having the Holy Communion. Koguo kuma wa kerĩ nginya Friday mnakaribishwa sana kutoka saa 11 jioni hadi saa 1. Na huo Friday tutakuwa na service kuma thaa 3 na Holy Communion. Mwathani agocwo. Koguo nĩtũkũrũgama na igũrũ. We say the grace. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Twakinya muthia wa service ito ya umuthi ni ngumutongoragia njitagwo Sara wa Mbui wa Wangeka. Ni nyenda Jesu na ni murata wakwa wa hakuhi. Blessed be the name of the Lord. Praise and worship. Nĩtũrũgamei nĩgetha tũgoce Ngai tũkĩinũka nĩgetha tũrathimwo nĩ Jehova. Jehova mwathani kuma kĩambĩrĩria, ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku, ũmagitagĩra na ũtani mũingĩ, kumona ũgocira gũcokerera Baba, kumona ũgocira gũcokerera, hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciamagara, ũtabũrũkĩte